Sasa leo nataka nikufundishe namna ya kuzuia kila mtu kuwa na uwezo wa kukuota ama kukuona rohoni kirahisi rahisi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Biblia inasema, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Katika maandiko haya yanaeleza kwamba hakuna mtu katikati ya wanadamu anayeweza akajua mambo ya mwenzake isipokuwa kwa ile roho inayokaa ndani ya mtu mwenye roho yake, yani roho inaishi ndani ya mwili wake. Hiyo ndio inaijua kila kitu kilichoko ndani yake. Hakuna mtu anayeweza akajua mambo ya mwanadamu mwingine isipokuwa ile roho inayokaa ndani ya mwanadamu mwenzake. Sasa leo hii sio ajabu sana kujikuta unaonekana kwenye ulimwengu wa ndoto wa mtu mwingine kirahisi, wakati neno limeshatangulia kusema ya kwamba yale mambo ambayo yapo ndani yako ni roho yako tu itayajua, na roho ya Mungu iliyoko juu mbinguni. Nisikilize, kuonekana kirahisi ni ishara ya udhaifu. Ni kweli tumewekwa ili kufaidiana, lakini simu ambayo inaweza kufunguliwa na kila mtu huwa inapoteza thamani. Simu isiyokuwa na mipaka ambayo ni rahisi sana mtu yoyote tu kuifikia inapoteza thamani, na mtu ambaye ni rahisi kuonekana na mtu yoyote, rahisi kuotwa na mtu yoyote, rahisi kuonekana kwenye usingizi na mtu yoyote tu akilala ni rahisi kuona kile kinachoendelea kwa maisha yako. Hiyo ni ishara ya udhaifu, thamani yako inashuka. Kuna vitu ambavyo huwezi kuzuia kuonekana kwa wengine. Kuna vitu ambavyo huwezi kuvizuia hakika, lakini kuna vitu unaweza kuvizuia. Vitu ambavyo huwezi kuvizuia, namba moja ni kibali. Isaya sura ya 60 mstari wa 1 na 3. Bible inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Hapa unaona mataifa ama watu wengi watakuwa rahisi kuona ile nuru ambayo iko kwako. Nuru ni kibali. Uwezi ukaficha kibali ulicho nacho. Kama Mungu amekupa kibali juu ya watu, juu ya vitu, juu ya kazi, uwezi ukazuia, uwezi ukaficha. Na ndio maana unaweza ukajikuta ukajitahidi sana usionekane katikati ya watu fulani, lakini ukashangaa ni rahisi sana wewe kuonekana. Hiyo sio mbaya, ila kikubwa tu unatakiwa ujimarishe kwenye ulinzi wa kiroho zaidi. Biblia inasema, wafalme watakujia, mataifa watajilia nuru yako, kabila za watu zitakuja kutoka pande zote kuja kwa ajili ya kufuata kibali chako. Kwa hiyo watu wamepewa neema, wamepewa uwezo wa kuona kibali ulicho nacho. Kila mtu amepewa uwezo wa kuona, wa kutambua, wa kugundua kibali ulicho nacho. Kwa hiyo uwezo ukaficha kibali ulicho nacho. Kitu cha pili ambacho uwezo ukakificha ni ukuu wa kifalme. Ukuu wa kifalme. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Ikiwa ndani yako kuna ukuu wa kifalme, ni ngumu sana wewe kuuficha. Ikiwa ndani yako wewe ni mtu mkuu, huwezi ukajifanya wewe ni mtu wa chini. Lazima ule ukuu, ile hatima kubwa itakuumbua tu, itakudhihirisha kwamba wewe sio wa huku. Na ndio maana unaweza ukapita kijiweni ukawakuta wavuta bangi wamekaa namna hii, watu ambao wamechoka maisha wamekaa namna hii, lakini ukamwangalia mmoja ukaona huyu amejilazimisha kwenye hili kundi, huyu hapa sio mahali pake. Why? Kwa sababu hata ajichore tatu, hata ajikatekate kwa mapanga, hata awe na sugu mpaka kwenye macho, bado haiwezi kuzuia ukuu wa kifalme ulioko ndani yake. Biblia inasema ya kwamba mamajusi wa mashariki walikuja kuifuata nyota. Katika pointi hii unaweza ukaona kwamba ishara ya ukuu inaweza ikaonekana, lakini sio mission kamili ya ufalme. Ishara ya ukuu wa kifalme inaweza ikaonekana, lakini sio mission kamili ya ufalme. Sio kama unanielewa? Yaani hivi, watu waligundua kwamba Yesu Kristo ana ukuu wa kifalme ndani yake, lakini hawakujua mission ya ufalme aliyojia ni ufalme wa aina gani. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6, Biblia inasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Unaona? Yaani wakati ambao wanafunzi waliishi naye muda wote, kuna namna fulani walijua kwamba huyu ana ukuu wa kifalme, lakini kwa namna nyingine
hawakujua ukuu huo wa kifalme una mission gani, hawakujua. Kwa hiyo ile mission kamili ya ufalme aliyobeba ikawa haijulikani. Ikafika stage fulani wanamuuliza Yesu, wakati huu ndipo unaporudisha Israeli ufalme? Yesu anawajibu, anawaambia sio kazi yenu kujua kuhusu ufalme. Maana yake hata kama wewe utakuwa na ukuu wa kifalme, utakuwa una nyota ya kifalme, watu wanaweza wakajua kwamba wewe ni mtu mkubwa, lakini sio lazima wajue utawezaje kuwa mkubwa ama utakuwa mkubwa katika sekta gani. Kwa hiyo wao kukuona kwamba wewe ni mkubwa, kila mtu kukuambia wewe ni mzuri, enjoy, lakini watu kujua uzuri wako utakuwa kwenye eneo gani, hapo kwa kweli subiri mpaka mission itimie. Watu wanaweza wakakwambia wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu maarufu, wakati hujulikani popote. Usikatae maneno yao. Kitu cha kupambania ni kujua unawezaje kukaa kwenye nafasi hiyo ya ukuu, unawezaje kupita kwenye nafasi hiyo ya ukuu. Kitu cha tatu ni kuwa wa rohoni. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 5, utaona habari za mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa ni nabii. Huyu nabii alienda eneo moja linaloitwa Betheli, alitoka katika eneo linaloitwa Yuda. Alipokuwa ameenda akafanya miujiza mbele ya mfalme Yeroboamu, na Yeroboamu alipomnyooshea mkono wake ukaganda kwa sababu ya nguvu alizonazo huyu nabii. Mji ukatikisika kwa zile ishara alizozifanya huyu nabii. Mji ulipotikisika kwa zile ishara, Biblia inasema akatoka nabii mwingine ambaye ni nabii mzee. Yule nabii mzee, naomba nikusomea hapa kwa haraka kidogo. Sikupanga kupitia pointi yote hii, lakini naomba nikusomee. Biblia inasema, natazama, akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile akasema, hii ndio ishara aliyoinena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu aliposikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu kwa Betheli, alinyoosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyoosha ukakatika, wala hakuweza kuurudisha kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Ishara hii aliyoitoa ilisisimua watu wengi sana katika mji. Baada ya kuufanya mkono wa mfalme kukatika, baada ya kuiamuru madhabahu ipasuke na ikapasuka, mji mzima ukatikisika kwamba kuna nabii ameingia katikati yetu. Lakini angalia, ukisoma kwenye mstari ule wa 11 mpaka wa 18, utaona habari inasema hivi, basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli, na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku ile ile katika Betheli, na maneno aliyomwambia mfalme hayo nayo walimwambia baba yao. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Ukisoma hapa utaona huyu nabii mzee aligundua kwamba huyu ni mtu wa rohoni. Kwa hiyo akanyanyuka kwenda kumfesi ule prophet kwa ajili ya kumdeceive, kwa ajili ya kumdanganya, lakini alikwisha kujua kwamba huyu ni mtu wa rohoni. Kitu ambacho huwezi kukificha ni kuficha ni namna gani umezama sana rohoni. Kiwango chako cha rohoni hakiwezi kikafichika kirahisi. Unaweza ukajikuta unapiga stori na watu kawaida, lakini ghafla nguvu za Mungu zikaanza kuapia kwenye hilo eneo kwa sababu ya wewe tu kuwa hapo. Unaweza ukajikuta umeenda kwenye sherehe ya watu fulani, sherehe ikaharibika kwa sababu atmosphere, upako, nguvu, uwepo, utukufu unaoingia nao pale ukashut down kila kiovu, ukaharibu kila shughuli isiyofaa. Kwa hiyo hauwezi ukaficha mbele ya macho ya watu ni namna gani ama kwa kiwango gani upo rohoni. Kama wewe ni mtu wa rohoni utajulikana tu. Sasa acha wajue wewe ni wa rohoni, lakini sio mbinu zako, sio chimbo lako la kupata upako. Yaani waacha watu tu waseme yule ana upako, waache watu tu waseme yule ni mtu wa rohoni, lakini usiwahi kuwaonesha ni mbinu gani unayoitumia kufika kwenye dimension uliofika. Never, usiwahi kuonesha. Ukisoma kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 6, Biblia inasema Delila akamwambia Samson, tafadhali uniambie asili ndio mbinu yenyewe, asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Unaweza kuwaambia watu chanzo cha nguvu zangu ni Yesu tu, lakini usioneshe unapitia kona gani. Kupata jibu kunaweza kukafanana, lakini njia tunazotumia ili tupate hilo jibu zinaweza zikatofautiana. Sasa zile njia usimuoneshe
mtu, usiruhusu mtu akajua. Tafasiri ya lugha ya Delila katika neno husika ambalo nimekusomea hapo mwanzo, tafasiri rahisi ya lugha ya Delila ni kwenye mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema, Delila akamwambia Samson, hata sasa umenidhihaki, umeniambia maneno ya uongo. Niambie sasa, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, ukivifuma hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo. Angalia, Samsoni anaanza kutoa siri. Maana yake ni hii: watu kutaka kujua kanuni ama mbinu unayoitumia kufikia kwenye dimension ulipo, kufikia kwenye kiwango ulipo, ni sawasawa na wao kutaka kujua namna gani unaweza kufungwa. Kuwaeleza watu huwa unatumia mbinu gani ni sawa na kuwaeleza watu namna gani wanaweza kukushambulia. Hata kama wanajua ni mahali gani unaenda kupiga magoti, ni mahali gani unaenda kuomba, ni mahali gani unakwenda kuchota moto, usiruhusu wakajua ni maneno gani huwa unayatamka mpaka unapata nguvu. Na ndio maana Roho Mtakatifu ametupa kunena kwa lugha. Maana yake tunapoanza ku go deep in spirit, tunaanza kusema kwa lugha. Kusema kwa lugha ni kuificha mbinu unayoitumia ili kupata anointing ulionayo. Nisikilize sana kwa makini mno, hii itakusaidia. Kuonesha chanzo chako ni kuruhusu kufungwa kwako. Kitabu cha Isaya sura ya 39 mstari wa 1, Biblia inasema, wakati huo Merodaki Baladani mwana wa Baladani mfalme wa Babeli alipeleka barua na zawadi kwa Hezekia, kwa maana amepata habari kwamba amekuwa wezi na kwamba amepona. Hezekia akawafurahia, akawaonesha nyumba yake yenye vitu vyake vya thamani, fedha na dhahabu na manukato na marhamu ya thamani, na nyumba yote yenye silaha zake za vita na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina zake. Hapakuwa na kitu nyumbani mwake wala katika ufalme wake asichowaonesha. Mstari wa 3, ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia akamwambia, watu hao walisema nini? Nao wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema, wametoka katika nchi iliyo mbali wakaja kwangu toka Babeli. Ndipo akasema, wameona nini katika nyumba yako? Hezekia akajibu, wameviona vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu, hapana kitu katika hazina zangu nisichowaonesha. Ndipo Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana wa majeshi. Tazama, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli, hapana kitu chochote kitakachosalia, asema Bwana. Imagine, Biblia inasema mfalme Hezekia aliwaonesha watu vitu vyake vyote vilivyoko nyumbani mwake. Wakati anaumwa, watu walikuja kumtembelea baada ya kupata nafuu. Akaanza kutembea kuwaonesha hazina za ufalme, akawaonesha kila kitu. Hapo neno la unabii likaja kwamba kila walichokiona watakibeba kitakuwa chao. Nisikilize, unaweza ukaona kawaida, lakini nazungumza nawe mambo ya kiroho. Kuwaonesha watu kila kitu kukuhusu wewe ni kuruhusu wao kuteka nyara kila wanachokiona. Na ndio maana Bible inasema usikae kwenye baraza la wasio haki na wala usisimame kwenye njia ya wakosaji, kwa sababu the more you reveal yourself, kwa kadiri unajifunua kwao, kwa kadiri wanajua kuhusu wewe, kila wanachojua wanaweza kutumia njia yoyote kukifikia. Stay hidden, baki kivulini, baki nyuma ya pazia. Usiruhusu kila mtu kujua kila kitu, kuona kila kitu, kufahamu kila kitu kukuhusu. Kama hakuna haja ya mtu kujua jina la mkeo, usimtajie. Kama hakuna ulazima wa mtu kujua jina la watoto wako, usiwatajie, usitaje. Kama hakuna ulazima wa kuelezea huduma yako unaiendeshaje, usiseme, kwa sababu kila unachokisema hadharani unawapa watu ruhusa ya kukufikia kina chako. Sasa utaniuliza, kwa nini watu wakuu wanaongea vitu hadharani? Ukiona mtu yote mkuu anaongea vitu vyake hadharani, jua amego deep spiritual, amezama sana kwenye kina cha kiroho, kiwango ambacho hata akisema hivi anavyovisema hakuna mkono unaweza ukavigusa. The more ana go deep, the more anazama ndani, ndivyo anavyokuwa na ulinzi uliopita mipaka. Kwa hiyo ukiona anasimama anasema huduma hii nilianza hivi nikafanya hivi, ukiona anakupa siri hiyo, jua kuna siri nyingine usiyojua. Ukiona anashuhudia mambo hayo madhabahuni, jua kuna mambo mengine usiyoyajua ambayo hawezi kuyashuhudia. Hata nabii wako aendapo mlimani, anaporudi sio vyote anavyokuambia, hata kama ameviona kukuhusu wewe. Zingatia na uandike hilo. Kuruhusu watu kuona kila kitu kukuhusu wewe ni kuruhusu wao
kuwa na mkono wenye nguvu juu yako. Israeli lilikuwa taifa lenye nguvu sana, lakini siri yao iligundulika na mtu mmoja alikuwa anaitwa Balaam. Balaam aliwasoma Waisraeli akawajua vizuri. Balaam alijua chanzo cha nguvu za taifa la Israeli ni uhusiano na Mungu na utakatifu. Balaam alichokifanya, alitengeneza vitu hivi vinne. Cha kwanza alitengeneza mziki, cha pili alitengeneza sherehe, cha tatu alitengeneza pombe, cha nne alitengeneza ngono rakushatai. Cha kwanza muziki, cha pili sherehe, cha tatu pombe, cha nne ngono. Katika vitu vyote nilivyovitaja, ni ngumu mtu kuficha siri, ni ngumu mtu kufunga roho yake, ni ngumu mtu kulinda nafsi yake mbele ya hivi vitu nilivyokutajia hapa. Mziki, wakati mtu anasikiliza mziki sana, nafsi yake inakuwa open sana, na ndio maana mtu asiyekuwa na huzuni anaweza kupata huzuni baada ya kusikiliza mziki. Kitu cha pili ni sherehe. Mtu anapokuwa yuko kwenye sherehe, ni ngumu sana kufikiri kuhusu mambo ya kiroho. Kama wewe ungekuwa mchawi, basi ningekueleza wakati mzuri wa kuwashambulia watu wengi wa rohoni wanaojisema waroni ni kipindi cha masherehe. Kitu cha tatu ni pombe. Pombe inaua uwezo wa kujizuia. Pombe inaua uwezo wa kujizuia, ni rahisi sana kushambuliwa. Kitu cha nne ni ngono. Mbele ya zinaa ni ngumu sana mtu kuikinga roho yake, isipokuwa amekimbia kama Yusufu. Ukisoma kitabu cha Hesabu sura 25 mstari wa 1 mpaka 3, Biblia inasema basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani. Sadaka walizowachinjia miungu yao, watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal-peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. You can see, hii ni sherehe iliyoandaliwa ikiwa na vitu hivyo vinne. Ndani ya hii sherehe vitu hivyo vilivyofanyika tu, Biblia inasema Mungu akawaacha Waisraeli. Usiruhusu watu wakajua mbinu zako ni zipi. Mbinu zako ni mizizi yako. Tunza sana mizizi yako. Waache watu wacheze na matawi, lakini wasicheze na mizizi ulionayo. Tunza sana. Kwa maana hiyo sasa, Korintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15, Biblia inasema lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Hatambuliwi na mtu maana yake kukaa katika ulimwengu wa roho, kuzama katika ulimwengu wa roho kunakupa kujua vyote, na wakati huo the same time kunazuia watu kujua kuhusu wewe. Okay, labda niweke hivi. Wewe kuonekana kirahisi ni ishara ya udhaifu, ni ishara ya kuhang, bado hujazama ndani. Biblia inasema mtu wa rohoni aliye rohoni, anaizama kwenye dimension tofauti tofauti za kiroho, huyu mtu anakuwa na uwezo wa kuyatambua yote, ana uwezo wa kuyahukumu yote, kuyajua yote, lakini wakati huo huo hatambuliwi na mtu. Maana yake anakuwa amejipiga VPN, yani amejiblock, amejizuia yeye kutambuliwa na watu wengine, anakuwa amezuia yeye kutambuliwa na watu wengine. Sasa namna ya kublock site ya watu kukuona, namna ya kublock kila mtu kukuona katika ulimwengu wa roho, namna ya kuzuia kila mtu kukuona kirahisi katika ulimwengu wa roho. Kama mtu wa roho atambuliwi, basi ngoja nikupe mbinu ambazo zinaweza kukusaidia kuweza kuzuia kila mtu kukuona kirahisi. Mbinu ya kwanza, kuwa strong enough rohoni. Mbinu ya kwanza, kuwa strong enough rohoni, kuwa sharp rohoni, kuwa na nguvu za kutosha rohoni. As you go deep in spirit, unakuwa na nguvu, na unavyokuwa na nguvu ni sawasawa na simu iliyozuiwa kwa password, ikawekewa pattern kwa juu, ikawekewa fingerprint, ikawekewa face lock. Ni sawasawa na simu ambayo hata mahackers hawawezi kuvunja huo mfumo. Ni sawasawa na simu ambayo hata wadukuaji hawawezi kudukua. Kuwa sharp rohoni, kuwa strong enough rohoni. Hichi ni kitu cha kwanza kitakacho kusaidia kuzuia kila mtu random tu kukuona katika ulimwengu wa roho. Kumbuka kwamba mtu ambaye ni dhaifu tu ndio anaweza akajulikana kirahisi. Kitu cha pili, usiruhusu hofu na wasiwasi juu ya nguvu ulizonazo. Ngoja labda nikuambie kitu kimoja. Hivi unajisikiaje umekaa mbele ya watu na mtu anasimama kushuhudia ndoto ya kipuuzi, alafu anakutaja na wewe ulikuwa involved kwenye hiyo ndoto ya kipuuzi? Kama wewe ni mtu wa status, kama wewe ni mtu wa level za juu katika ulimwengu wa roho, ili aliweze likakufurahisha, ifike mahali ukiapia kwenye ndoto ya mtu, basi iwe ni mamlaka ya Mungu imeapia kwa huyo mtu. Ifike mahali mtu akikuona katika ndoto aogope kuna nini kinatokea. Sio kirahisi tu amelala ameamka, ametafuna mahindi, akatafuna na mapera, ghafla nimemwota fulani. No. Haijakaa sawa. No. Haijakaa sawa. Ifike mahali hata mtu mpumbavu aliyekuwaza siku nzima bado asiwe na uwezo wa kukuota. Hata akijaribu kukuota
hata akisema amekuota, aishie kuota tu ulikuwepo ndani ya jengo lakini hakukuona. Aishie tu kusema nilihisi upo lakini sikukuona. Usikubali kuwapia kirahisi. Pointi ya pili nimesema usiruhusu hofu na wasiwasi juu ya nguvu ulizonazo. Kama una nguvu za Mungu kwa 20%, kama kiwango chako cha kiroho ni 20%, usiwahi kuwa na wasiwasi juu ya kiwango cha nguvu hizo. Ukianza kuwa na hofu na wasiwasi juu ya karama ulionayo, unafungua mpenyo wa mtu yoyote kuwa na access ya kukujua, kuwa na access ya kuelewa kinachoendelea ndani yako. Usiruhusu hofu na wasiwasi juu ya nguvu ulionayo. Iamini nguvu iliyoko ndani yako. Iamini nguvu iliyoko ndani yako. Iamini nguvu iliyoko ndani yako. Kuna watumishi wengine wakikutana na watumishi ambao yumkini wana majina kuliko wao, wanajikuta wanajidharau na wanajiona kama wana anointing vya kutosha ukilinganisha na mtu mwingine. My friend, kitendo cha kujidharau nguvu ulionayo mbele ya mtu mwingine ambaye huenda ana jina ama ana wafuasi kuliko wewe, tayari kinakuwa ni mlango direct wa kuruhusu watu kuwa na access ya kukuona kirahisi, ya kujua kinachoendelea kwenye maisha yako kirahisi. No. Ifike mahali mtu ambaye anakuona ni mambo mawili: aidha na ujumbe wa Mungu kwako, ama ni wewe umetumika, ama malaika amevaa mwili wako akapia kwenye ndoto ya huyo mtu. Unajisikiaje wewe ni mchungaji alafu mtu ananyanyuka tu kwa auto from nowhere, nimekuota mchungaji, unaninyonga, unanikaba? Imagine, na kufundisha vitu ambavyo vinakutengenezea wigo. Usiwe kujidharau. Usiadharau magoti yako mbele ya mtu mwingine hata kama ana jina kuliko wewe. Usiwahi kuwa na wasiwasi na hofu juu ya nguvu ulionayo. Kitu cha tatu, usiwe mwepesi kuamini watu. Usiwe mwepesi kuamini watu. Kuamini ni kumpa mtu access ya kuwa sehemu ya mwili wako. Kuamini ni kumfanya mtu kuwa mshirika wako. Kuamini ni kushare sehemu ya maisha kati ya wewe na mtu mwingine. Kuamini ni kushare sehemu ya maisha kati ya wewe na mtu mwingine. Kusema na kuamini ni sawa na kusema wewe ni sehemu yangu, na kama ni sehemu yangu basi ona yaliyoko kwangu. Na hapa ndipo kwenye mtihani ambao wengi wanafeli. Hapa ndipo penye mtihani ambapo wengi wanafeli. Usiwe rahisi tu kusema na kuamini, kwa maana na kuamini ni kujikabidhisha, na kuamini ni kujiungamanisha. Usiwe mwepesi kuamini watu. Bora uwe mtu mwenye mashaka sana na watu kuliko kuwa mtu mwenye kuamini sana watu. Unatoa access. Kitu cha 4, jihadhari na maneno ya mtego. Kuna maneno ya mtego ambayo ukiyatamka tu ni kama unawapa watu wengine access ya kukufikia. Maneno hayo ya mtego ni kama neno nakupenda. Kusema nakupenda ni kusarenda. Kusema nakupenda ni kusarenda kwa mtu mwingine. Kusema nakupenda ni sawa sana kusema ninajiachilia maisha yangu kwako. Ushawahi kujiuliza ni kwa nini Yesu alimuuliza Petro nakupenda mara 3? Anatafuta total surrender kwa neno moja tu, nakupenda. Petro alivyolisema mara ya 3 akaanza kulia machozi. Neno nakupenda ni neno lenye mtego. Neno nakupenda ni neno lenye mtego hatari sana. Usiwahi kulitamka kirahisi. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Kijana mmoja alikutana na binti mmoja. Huyu kijana alikuwa ni church boy na alikuwa anafurahia mazingira ya kanisani. Alikuwa anapenda kila mtu. Akamwona dada mmoja kwa ile furaha ya kawaida, sio kimahusiano. Akamwambia dada, ninakupenda dada yangu. Alipolala usiku, yule dada akamjia kwenye ndoto, akamwambia kama unanipenda mbona unataka kumuoa mtu fulani? Kama unanipenda mbona unataka kumuoa mtu fulani? Anasema yule dada aliandama maisha yake mpaka anakuja kuingia kwenye ndoa na mtu mwingine. Bado yule dada anamfuata, anamwambia ulisema nakupenda, ulisema nakupenda. Maneno haya ni maneno yenye mtego sana. Neno lingine ni nakuelewa. Kusema nakuelewa ni kuingia kwenye ufahamu wa mtu mwingine. Kusema nakuelewa ni kuingia kwenye ufahamu wa mtu mwingine. Labda nikupe mfano huu, labda utanielewa. Watu wengi wanafikiri Yesu Kristo alibebwa na shetani akapelekwa juu kilimani. Kisa imeandikwa tu akachukuliwa, shetani akamchukua akampeleka juu, akamweka juu kilimani. Watu wengi hawajui kitu hichi. Biblia ni lugha ya fumbo, lugha ya roho. Kwa maana hii hapa sasa, kumuuliza mtu swali, kumpa mtu maelezo, kumfanya mtu kuwa kwenye njia panda ya kuchagua jibu sahihi ni lipi, ni sawasawa na kumpeleka mtu kwenye dunia hiyo. Maana yake hii, nikisema imagine tembo wa rangi ya pinki aliyevaa kofia na kubeba mwamvuli anakimbia sokoni. Ili uweze kuelewa ninachokisema, lazima utengeneze picha ya huyo tembo wa pinki mwenye kofia na aliyebeba mwamvuli. Nikikwambia imagine Marekani ikawaka moto,
yote. Ili unielewe, lazima utengeneze picha ya Marekani ilivyo, kisha uione ikiwaka moto. Maana yake, katika ulimwengu wa fikra na mawazo, nimekupeleka Marekani, nimekuchukua nikakupeleka Marekani. Kwa hiyo kama kuna mwandishi atakayeandika lugha ya kiroho kwa namna ya kimwili, ataandika alichukuliwa akapelekwa Marekani, lakini sio kwamba eti nilikuwa na nguvu za kukupeleka Marekani, ila nimekupeleka kimawazo. Kwa hiyo jiepushe sana na neno na kuelewa. Jiepushe sana na maneno yanayokuingiza kwenye agano, kama nitakupa hiki, nitakufanyia kile, nitafanya hivi. Jiepushe na maneno ya mtego, kwa sababu yanawapa access ya kukujua, access ya kukuona. Kitu cha 5 na cha mwisho, don't get attached to anything, and if you do, don't reveal. Usiwahi kujiambatanisha na kitu vya kutosha, na hata ukijiambatanisha na kitu vya kutosha, usiwahi kufunua hicho kitu. Ngoja nifafanue hivi. Ukiunganisha nafsi yako na simu, mtu akirusharusha ile simu, utaanza kusikia nafsi yako nayo inarukaruka. Ukiambatanisha moyo wako na rafiki yako, mtu akimpiga kibao rafiki yako, utashangaa na wewe kunapigika. Kwa hiyo patakuwa tayari pana link, pana muunganiko kati yako wewe na kile kitu ama yule mtu uliyejiunganisha naye. Sasa usiruhusu kujiunganisha na mtu kirahisi, usiruhusu kuunganisha nafsi yako na kitu kirahisi. Maadui zako watakuwa rahisi sana, watapata njia rahisi sana ya kukushambulia. Watajua tukigusa tuishi, mchungaji atapaniki, tukifanya tuishi itakuwa hivi. Sasa fikia level ambayo Ayubu aliweza kuifikia. Watoto wake waliguswa, akasema Bwana ametoa, Bwana ametoa, hatikisiki. Mali zikaguswa, akasema Bwana ametoa, Bwana ametoa. Maana yake hakujiambatanisha sana. Kwa hiyo ni ngumu sana kumsoma Samson, mpaka wanasema siri ya nguvu zake ni nini? Maana yake walimchunguza sana, lakini hawakujua, kwa sababu Samson hakujiambatanisha na kitu. Siku waliojiambatanisha na Delila, mlango ukapita hapo hapo. Walichokifanya maadui, hawakumuuliza Samsoni, walimuuliza yule aliyejiambatanisha na Samsoni. Alafu yule ndiye atakayekwenda kutumbua siri. Mti huwa unaangukia unapoegemea. Pale ambako mti unalemea ndipo unapoangukia huko. Mtu uliyejiunganisha naye ni sawa sana mtu uliyemwegemea, na huko ndiko linakotoka anguko lako. Epuka wingi wa maneno. Sema tu unachotakiwa kujibu. Tambua mipaka ya kujibu na kuzungumza. Thank you Jesus. Nategemea kukuona katika darasa lingine katika video inayofuata. Kwa watu wa online naomba tuishie hapa, lakini kwa watu wa live tunaendelea na somo hili. Watu wa online tutaonana katika video inayofuata. Usisahau kulike video hii na maisha yako yakawe matamu zaidi. Usisahau kushare video hii na maisha yako yakatambulike zaidi duniani katika jina la Yesu Kristo. Usisahau kusave video hii na Mungu atakuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Namba ya WhatsApp inapita katika screen yako. Kupitia namba hii utaweza kuniandikia swali lolote nami nitakujibu. Ni WhatsApp tu tafadhali, usipige kawaida ama usitume message kawaida. Mungu wa mbinguni akubariki. Hii ni Moyo wa Dimu na mimi ni Deogracius. Nitakuona katika video nyingine. Ninajibu comment, ninajibu WhatsApp. Mungu akubariki. Watu wa live tunaendelea sasa katika vitu ambavyo vitaweza kukusaidia sana kupiga